Sehemu ya pili ya uzinduzi wa kitabu cha mtumishi wa Mungu mwalimu mwonaji kwa Musa Richard Mwacha ambacho kinaitwa nguvu ya kushinda roho ya nyoka pamoja na ndoto zake. Katika sehemu hii ya pili nitazungumzia ndoto tatu ambazo ziko ndani ya kitabu. Nyingine nitazungumzia hapo mbeleni, lakini nyingi utazipata ndani ya kitabu. Sasa tulikubaliana kwa pamoja katika andiko ambalo liko katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3, kuanzia mlango wa 3 mstari wa kwanza ukiendelea kusoma unazungumzia habari ya kiumbe nyoka, jinsi ambavyo alisimama na kumdanganya Hawa pamoja na Adamu pale kwenye bustani. Sasa tumeona katika Biblia kwamba adui mkubwa katika viumbe vyote ambavyo vipo duniani, adui mkubwa wa kwanza, adui namba moja ni nyoka. Sasa unapomuona nyoka katika ulimwengu wa ndoto, anakuja na ujumbe tofauti tofauti. Zile ndoto ambazo nyoka anakuja nazo, anakuja na ujumbe tofauti tofauti. Ujumbe namba moja, unapoota nyoka anakufuata, imeandikwa katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 15. Unapoota nyoka anakufuata, maana yake ni adui wa kiroho au majaribu yanakufuata. Ukiota nyoka anakufuata, ni kipindi ambacho kimeinuliwa kwako cha majaribu au matatizo, udanganyifu kimeinuliwa kwako ili tuweze kukudanganya na kukuondoa katika kusudi la Mungu. Lakini pia kuna wale ambao mara nyingi wanaona hata anapotembea anahisi kama nyoka anamfuata. Hasa wale watu ambao wamekaa kwenye vilinge vya kiganga au watu ambao wamelichaguliwa kubeba mikoba ya uganga, mara nyingi sana anapotembea anahisi kiumbe ambacho anakiona katika ulimwengu wa roho ni nyoka. Kwa nini ni nyoka? Kwa sababu nyoka ndio wanaosimamia mikoba ya uganga. Mikoba ya uganga nyoka ndio wanaosimamia. Kwa hiyo wakati fulani unaweza kuota na kwamba nyoka anakufuata. Sasa huyu ni nyoka mizimu na kichawi na kiganga, ambaye mara nyingi unapomuona anakufuata, hata katika unatembea tu kawaida, lakini unahisi kama kuna nyoka anakufuata. Sasa jambo la pili, kuota kwamba nyoka amekuuma. Nyoka kukuuma ni shambulizi, lile ni shambulizi la adui. Nyoka, kuota kwamba nyoka amekuuma, maana yake ni shambulizi la adui ambalo ameshaingia kwenye uwanja wako na kufanya madhara juu yako. Adui ameingia kwenye uwanja wako na kufanya madhara juu yako. Mara nyingi sana anaweza ukaanza kuona nyoka anakufuata siku ya kwanza, au nyoka amepita karibu na wewe, au nyoka anakuchungulia. Lakini unapofikia sasa kuota kwamba nyoka amekung'ata, basi ujue kwamba hilo ni shambulizi la adui ambalo limefanikiwa kuharibu sehemu ya maisha yako. Aidha kwenye eneo la kazi, inategemea yule nyoka amemuona wapi. Kama ni eneo la kazi, basi maana yake ameharibu eneo la kazi. Kama ni eneo la biashara, basi ameharibu eneo la biashara. Au kama uko kwenye kitanda cha ndoa cha mahusiano, unapomuona nyoka amekuuma, maana yake ni kwamba umeshaumizwa katika masuala ya kimahusiano. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 10 na mstari wa 8. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 10 na mstari wa 8. Nyoka, karibu. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 10 mstari wa 8. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 10 mstari wake wa 8, Biblia inasema hivi: mwenye kuchimba shimo atatumbukia ndani yake, na yeye abomoaye boma nyoka ataamuma. Maana yake anazungumza habari ya yule ambaye anakuja kuchimba shimo. Unapoona kwenye Biblia imeandika kuchimba shimo, maana yake anazungumzia habari ya kaburi. Unapoona umekaa mahali na watu wanachimba shimo, maana yake watu wanachimba kaburi kwa ajili yako. Kwa hiyo nyoka kutumwa kwa ajili ya kukuuma, maana yake ni ishara ya kaburi.
Pia nyoka wa kichaa wanatumika kwa ajili ya wanapouma watu wanatengeneza sumu ya magonjwa. Mahospitali kote duniani wanahangaika, baadhi ya magonjwa yanakosa tiba kwa sababu magonjwa mengine vyanzo vyake vinakuwa ni vyanzo vinavyotokana na roho ya kuzimu moja kwa moja. Kwa mfano, kama mtu ambaye ameumwa na nyoka katika ulimwengu wa roho, tiba yake lazima apate maombi. Kwa nini? Kwa sababu katika tiba ya kawaida ile sumu, namna ya kutoa ile sumu, hamna namna nyingine zaidi ya maombi. Lakini Mungu ni mwaminifu ambaye amemleta Yesu Kristo kufa msalabani. Amemleta Kristo kufa msalabani kwa sababu ya huyu adui, ili aweze kuharibika, au huyu adui nyoka kuweza kuharibiwa. Katika masomo haya yanapatikana katika kitabu ambacho mtumishi wa Mungu, mwalimu mwonaji Kwani Musa Richard Mwacha ameandika mambo makubwa sana katika hichi kitabu ambacho kinaenda kwa jina la Nguvu ya Kushinda Roho ya Nyoka na Ndoto Zake. Kwa hiyo mahali popote ambapo upo unaweza kuagiza kitabu hiki na ukakipata ukasoma mbinu mbalimbali ambazo mtumishi wa Mungu ameziandika humu kwa sababu ya kupambana na roho ya nyoka. Roho ya nyoka ndio roho ambayo inaharibu maisha ya watu, lakini Kristo amekuja ili kuvunja nguvu ya nyoka. Asante.